Huyu ni mwanadada Belinda, anaonekana anachukua sufuria hapa la wali na kisha anakimbia nalo, lakini mwamba kuitwa Eric akamkimbiza kweli kweli mwanadada huyu kwa ajili ya kuokoa ubwabwa wake. Na hapa wanapita mitaani wanakimbizana tu kuhusiana na issue ya ubwabwa, na kisha mwanadada akaingia kwenye geti na baadaye akaingia mpaka ndani na akafunga mlango wake. Hapa ikawa ni kugonga mlango, lakini pasipokuwa na mafanikio yoyote kwa bwana Eric. Akawa anafoka tu kuhusiana na ubwabwa wake, lakini mwanadada akawa anacheka tu akiwa ndani akimzomea tu kwamba tayari ubwabwa ushaondoka hapa. Kabla kuendelea na mzigo wetu, na kuomba tu subscribe na kubonyeza alama kengele. Mimi ni Shy TZ, let's go. Lakini Eric ana rafiki yake ambaye ni Paul. Baada ya kuukosa msosi wake, kaamua kwenda moja kwa moja kwa rafiki yake akiitwa Paul na kwenda kupata msosi huko pamoja. Akanamwambia mshikaji, bwana, ubwege gani ambao unaufanya sasa hivi hapa? Ndio mapenzi gani sasa? Unajua bwana, wewe mwanamke amekuja kuchukua ubwabwa wangu na kisha akakimbia nao. Wewe unakaa tu kiboya boya, yani sasa hivi ndio unakuja kushare chakula huko. Mshikaji akamwambia, yani sasa ndio unanisema kwa ajili ya chakula chako na kusema kwa sababu hujitambui. Jamaa wakaishia tu kufokeana kwa sababu aliyechukua msosi wake kumbe Belinda ni mpenzi wake bwana. Utani ni mwingi sana kwa Eric pamoja na Belinda. Hapa Belinda yupo nyumbani na rafiki yake wa kuitwa Simi. Wapo wanaopiga ubwabwa ambao ametoka kuchukua kwa mchumba wake wa kuitwa Eric. Lakini mwenzake akawa anamshangaa tu kuhusiana kile ambacho amekifanya cha kuchukua ubwabwa kutoka kwa mchumba wake, kwa maana yake kwamba hamhurumia hata kidogo. Lakini mwanadada akasema ni utani tu kwamba na hawezi kuchukia hata kidogo. Lakini siku nyingine mwanadada Belinda kaenda bombani kwenda kuchota maji, lakini cha ajabu mwamba kaja tu na ndoo na kisha kaiweka ndoo yake, akabeba ndoo ambayo amejaza mwanadada Belinda na kisha akakimbia nayo. Maana yake ikawa ni utani tu hapa, kama watoto wote wanashangaa tu barabarani hapa. Hao ni wachumba bwana. Wakawa wanarushana maji tu hapa. Hii ni siku nyingine wanatoka dukani. Lakini wakati wanatoka dukani pale, ghafla jamaa mmoja yupo kwenye gari anaitwa Ken. Ken bwana akawa amempenda mwanadada wa kuitwa Belinda. Akawa anamuita kwamba ingie kwenye gari ampe lift, lakini wala humjali kabisa. Unakaa na mwanaume ambaye hana mbele wala nyuma, atakusaidia nini? Jamaa akakimbilia mti hapa kwa ajili ya kumbonda mshikaji. Mshikaji akaona hapa nisije nikapigwa kweli bwana. Kaondosha gari yake haraka sana. Mshikaji bwana akarudi anafoka tu hapa kwa ajili ya mpenzi wake. Eric akawa anamfokea tu mshikaji. Lakini upande wa pili Ken bwana kukata tamaa, akaamua kumuita rafiki yake Belinda ambaye ni Simi. Na hapa akaanza kuzungumza naye kuhusiana na issue ya kumshawishi ndugu yake kwamba akubali kuwa naye mshikaji. Simi akasema ni jambo gumu sana kumshawishi mwanadada kuitwa Belinda kuja kwako. Baada ya hapo Simi kaenda mpaka kwa rafiki yake. Akawa anazungumzia kuhusiana na mwanaume Eric. Hivi mwanaume Eric mstakabali wenu ni upi wa mahusiano? Maana yake ni kwa mwanaume hana pesa kabisa. Sijui umemngangania nini shoga yangu. Lakini shoga yake kacheka toka sema kwamba siwezi hata kidogo kuachana na mchumba wangu. Yaani kitu ambacho hakiwezekani kwenye maisha ni hiki hapa cha kuachana na mchumba wangu. Haiwezi katokea hata siku moja. Hivyo unajisikia unavyoongea shoga yangu kweli? Najisikia vizuri sana. Yaani uongee chochote, yaani uongee kuhusiana na mchumba wangu, siwezi kukubali hata kidogo. Lakini unaona kuna wanaume wengine wanakutaka kabisa wenye pesa. Sijajua shoga yangu na yaani unaitupa bahati hivi hivi tu. Hata kama ni bahati, lakini ninachojali kwamba ni upendo wa dhati alionao mchumba wangu. Lakini mwamba akaamua kwenda moja kwa moja yeye mwenyewe kwenda kurusha mawe huko. Kaenda kwa mwanadada hapa, akawa anaongea naye hapa, akawa anamuomba tu urafiki, lakini anamuomba msamaha kuhusiana na ile tukio lililotokea huko baada ya kukutana na mchumba wake. Lakini mwanadada wala hana shida kabisa. Lakini akawa anasema umekuja na zawadi nini? Na kweli mshikaji bwana alikuwa amekuja na zawadi hapa, na kisha akaichukua kwenye gari na akampa mwanadada wa kuitwa Belinda. Belinda bwana wakupenda mizawadi huyu wala akatai kabisa. Lakini akasema naweza nikaingia ndani. Maana yake uingie ndani kufanya nini? Tuingie tu ndani tupige story 2-3. Mwanadada akasema labda tufanye siku nyingine ili unitoe out, siwezi kukuingiza ndani. Wote alipigia tu simu kama ukiwa tayari tutatoka out. Baada ya pale mwamba Ken akawa anamuongelesha tu mwanadada maneno ya kumchekesha hapa. Mwanadada akacheka tu hapa na kisha mwamba akapanda kwenye gari lake na akaondoka. Hii ni siku nyingine kakutana na shoga yake wa kuitwa Simi. Simi akaendelea na mpango ule ule wa kumshawishi shoga yake akubali kuwa na mwanaume ambaye pengine anaweza kawa future kubwa sana kwenye maisha yake. Lakini mwanadada alikuwa na msimamo mkali sana kuhusiana na mchumba wake, hawezi kumwacha hata kidogo kwa sababu anampenda na haamini kama watakuja kuachana. Na hapo yupo anajiandaa kwa ajili ya kwenda kumsalimia mpenzi wake. Na alipofika huko akawa anakula bata tu na mpenzi wake wa kuitwa Eric. Hapa Eric akawa anamsifia tu mpenzi wake Belinda. Akawa anamwambia kwamba lazima nifanye juu chini nitakuoa. Hata mwache lazima atimize kila ambacho alikiahidi tokea mwanzo kabisa kwamba atamuoa. Akawa anamwambia kwamba unasema kweli au ndo unanitania tu? Kwa hiyo uamini baby kwamba ni ya kweli. Mimi niko tayari kukuoa. Kwa nini? Na kuoa kwa sababu ni mwanamke mzuri ambaye una sifa zote za kuwa mke bora. Mwanadada akawa anacheka tu hapa kwa sababu amefurahi kweli kweli kusikia maneno matamu kutoka kwa mwamba wa kuitwa Eric. Lakini kwa rafiki yake Simi akaendelea kutumika tu kama kiunganishi cha kutaka kumuunganisha Simi na huyu mwamba wa kuitwa Ken. Lakini mwanadada Simi akasema kwamba ni kweli kabisa shogangu hata hakupendi kabisa. Wewe fikiria tu kwamba zawadi ulioenda kumpa ameenda kumpa mpenzi wake Eric. Unasemaje? Yaani haiwezekani zawadi yangu apewe mpuzi kama huyu. Yaani haiwezekani. Yaani inakuwaje mtu anaenda kumpa zawadi ambayo nimekupa mimi? Jamaa kanuna kweli kweli hapa. Lakini siku nyingine akaamua kwenda mwenyewe kabisa. Hapa akaendelea kujifanya kama mwema, lakini mwisho siku kaendelea kuleta mada yake tena hii ya kumtaka Belinda.
Lakini Belinda bado anabaki na msimamo ule ule wa kwamba hamtaki kabisa mshikaji na kwamba aendelee na maisha yake. Lakini Mwamba akamwambia, mimi unajua nina future nzuri sana na wewe, niko tayari kukuoa kabisa, naomba tu nisikilize kwa makini. Lakini wakati anaongea pale, Mwamba kuitwa Eric naye bwana akaja akampa kitasa hapa. Unazungumza vipi na mwanamke wangu hadharani hapa? Yaani inawezekana vipi yani? Mshikaji akamwambia kwamba tutaonyeshana, si umeanzisha vita, tutaonyeshana vita kama unaitaka, utaona. Mshikaji akapanda kwenye gari na kisha kaondoka. Lakini siku nyingine Mwamba yupo nyumbani, mwanadada Simi kaenda mpaka nyumbani kwake. Na kisha akawa anamwambia kwamba mpango wake alionao kwa sasa ni kuhakikisha pia anatengeneza jambo zito sana kuhusiana na bwana mkubwa kuitwa Eric. Lakini dada akawa anasema kwamba lakini sawa, mpango wako ufanyike, lakini usije ukamzuru tu shoga yangu. Kwa nafikiri kwamba mimi ni mtu mbaya au? Hapana, yani mimi nahofia tu, naangalia maisha ya rafiki yangu. Aya poa, naomba utume akaunti yako nama nikutumie pesa hapa. Na kisha akatuma pesa bwana. Na kumbe jambo ambalo alitaka kulifanya mshikaji bwana, alitaka kumsingizia kesi hapa. Kisha akatuma polisi wakaenda kumkamata mshikaji. Mshikaji rafiki yake Po anahoji kuhusiana na kesi ambayo inamkabili mshikaji, lakini polisi wala hazungumzi chochote na kisha wakaondoka naye. Lakini baada ya pale mshikaji kakimbia moja kwa moja mpaka kwa Belinda huko nyumbani, kaenda kumgongea. Akamwambia kwamba polisi wamekuja nyumbani na kumchukua bwana Eriki, wakaondoka naye. Na wauliza kwamba shida ni nini, hata wanijibu kabisa. Lakini mwanadada Simi anajua kila kitu. Akamwambia kwamba unaweza ukalala ukati ule ukaenda asubuhi, ni usiku. Lakini Belinda bwana akashachukua nguo hapo anavaa chapchapu ili kuondoka. Akamwambia kwamba wewe lala, mimi nakuja bwana. Lakini barabarani wanauliza kuhusiana na kituo ambacho kipo karibu maeneo hayo, lakini wakaelekezwa, lakini pote walipopita hawajamuona Mwamba wa kuitwa Eric akiwa katika vituo hivi ambavyo wamepita. Ni vituo viwili sasa wamepita, lakini hamuoni Eric yupo kwenye kituo gani. Lakini akawa na mashaka makubwa sana kuhusiana na Ken, kwani walitishiana kwamba huenda kuna jambo baya linaweza likatokea. Na hili limetokea ukiwa na siku chache tu umetoka kugombana na mchumba wake. Kwa akaenda moja kwa moja mpaka kwa Eric kwenda kumuuliza kuhusiana na hii issue ili amsaidie kumtafuta mchumba wake. Mimi ninachotaka tu hapa ni mchumba wangu nimpate. Yaani sina mengi sana. Lakini akamwambia, wewe manake unakuja kuniuliza mimi kama nani sasa? Lakini yote nilikwambia uwe na mimi bwana. Yaani kitu ambacho wewe ushakataa kabisa. Lakini mwanadada akamshangaa, bado niko kwenye majonzi ya kumpoteza mchumba wangu, bado unanielekeza mambo hayo? Akamwambia kwamba mimi siwezi hata siku moja, iwezi katokea mimi Belinda niyo nimekufa au niko hai. Lakini upande wa mwanadada Simi ambaye ni rafiki yake akawa anamshauri jambo, lakini ushauri wake ni kama haupokei kabisa. Yupo na hasira tu mwanadada kuitwa Belinda. Yaani anamwambia kwamba mimi haiwezekani kuwa na mwanaume kama huyo. Yaani mimi ndio niwe na mahusiano na mwanaume huyo? Haiwezekani hata kidogo. Hata kama nimempoteza mchumba wangu, nitamtafuta mpaka nimpate. Hivi Belinda unafikiri kwamba huyu mwanaume atakutoa kwenye maisha kweli? Yaani kwa namna ambavyo alivyo atakuja kubadilika kuwa mtu tajiri? Lakini Simi pamoja na Ken wakakutana tena nyumbani kwa mshikaji. Hapa wanazungumza kuhusiana na mission ambayo ameifanya. Anampongeza tu kwa mission imeenda vizuri bwana. Na kwamba alikuwa na hofu kwamba huenda lingekuwa jambo baya sana. Lakini Mwamba akamwambia kwamba yes, imeenda vizuri kabisa. Lakini Simi akamwambia kwamba inabidi tu ukazie hapo. Maana yake ni kwamba unaweza kumpata kwenye hii hali anayoipitia sasa Belinda. Lakini upande wa Belinda akiwa na shemeji yake Po hapa wanajadili namna ya kumpata mshikaji ni kituo kipi yupo. Mwanadada akawa analalamika tu kuhusiana na kumpata mshikaji. Lakini Po akaendelea kumtia moyo shemeji yake. Shemeji, nakuomba tu tutulie sasa hivi, ila naomba ufikirie mara mbili sana maneno ambayo umeambiwa na Ken. Maana ni maneno ambayo yanaweza kavua pia utu wako. Hata mimi naniuma pia. Hii siku bwana alipofika nyumbani kakuta kuna nguo imeletwa. Alipomuuliza Simi akasema kwamba imeletwa na Ken. Baadaye akampigia simu moja kwa moja akamuuliza kwamba kwa hiyo umeleta nguo huko, unataka kumaanisha nini yani? Hii ya nini ambayo umeileta huko? Akamwambia kwamba nataka uivae kisha tutoke out. Yaani tutoke out kivipi yani? Mimi naye tuna nini yani? So mbaya, tunatoka out kwa sababu ya mchumba wako Eriki bwana. Aliposikia kwamba ni issue Eriki bwana, mwanadada kama kalainika hivi na kisha kavalia nguo yake, na baada pale akaondoka kukutana na Mwamba wa kuitwa Ken. Katoka amevalia zake lile gauni, lakini mguuni alichovaa pale anajua mwenyewe bwana. La Mwamba akamtazama tu, lakini mwanadada akajipeleka mwenyewe kwenye gari na kisha akaondoka mpaka nyumbani. Mshikaji story zake ni zile zile, anamtaka mwanadada bwana akutane naye hata kimwili hata mara moja. Lakini mwanadada akasema kwamba hiki ndicho ambacho umenitia, maana yake kwamba umekuja kuniita kwa ajili ya kuniambia huo upuzi. Lakini Mwamba akamwambia relax madam, yani hicho kitu ni cha msingi sana ambacho nimekuitia hapa, lakini na wala uspaniki kabisa, mimi nakupenda kwa dhati kweli kweli. Na baada ya pale wakondoka eneo hilo, na kisha kwenye gari akawa anamwambia kwamba akaamua mwambie ukweli kuhusiana na mchumba wake yuko wapi. Akamwambia kwamba mchumba wako yupo katika kituo cha polisi cha Beta. Mwanadada akashtuka kweli kweli, Beta? Akatoka kwenye gari mbio na kisha akakimbia mpaka kituoni. Na kweli alipofika kituoni kakutana na mpenzi wake wa kuitwa Eric. Hapa akamkumbatia tu, lakini kituoni pale ofisa akasema kwamba ili Mwamba atoke anatakiwa lipe kiasi cha naira 80,000. Lakini haya yote tunajua yanafanywa na Mwamba wa kuitwa Ken. Kisa tu mapenzi. Na baada pale Mwamba karudishwa tena kituoni. Mwanadada akaendelea kuumiza tu kichwa na mtoa vipi huyu mshikaji. Lakini Mwamba akamwambia kuwa mimi nishaeleza tokea mwanzo mimi sio polisi. Yaani mnakuja vipi hapa mimi kuuliza? Sawa sio polisi, lakini tunajua kila kitu kuhusiana na kila ambacho umekifanya. Naomba tu atoke mpenzi wangu. Ndio kile ambacho nakihitaji. Okay sawa, kama unataka atoke mpenzi wako naomba tu siku moja ulale hapa. Wakashtuka, shemeji mtu naye akashtuka bwana kusikia maneno ya mshikaji, anamwambia kwamba
alale hapo nyumbani walau kwa siku moja tu, au pige mzigo ndani ya usiku mmoja. Lakini mwanadada akasimama pale kwa hasira kweli kweli, akimfokea mshikaji akamwambia kwamba yani mimi nilale kwako, inawezekana vipi yani? Lakini Mwamba akasema kwamba kama utaondoka, lakini pia nitakuongeza na ila milioni 5 hivi kwa ajili ya kuhakikisha pia na mambo yananoga hivi. Lakini wakarudi nyumbani wakawa nawaza tu wafanye nini. Lakini Mwamba akiitwa Pomba ni rafiki wa karibu na Eric, akawa anashauri tu kwamba kiwezekana shemeji nenda tu kampe, hakuna namna. Wewe ni rafiki kweli wa Eric kweli? Yaani unaruhusu mchumba wake tu aende akalale na mwanaume mwingine? Sasa shemeji utafanya nini sasa? Hakuna namna nyingine ya kufanya. Bwana akawa nawaza tu hapo. Mwanadada kilichofuata akaamua tu aende moja kwa moja kwa Mwamba wa kuitwa Kenny, akalale naye tu ili mchumba wake atoke. Sibi naye anaongea kinafiki tu hapo kwa kumzuia kwamba asiende, lakini akaenda bwana mpaka kwa mshikaji. Mshikaji anafungua mlango, mwanadada anaingia tu moja kwa moja na anasema kwamba nimeamua mwenyewe, nimekuja kwa ajili ile jambo lililoniambia. Kwa hiyo niko tayari kabisa kutoa mwili wangu kwa ajili ya mchumba wangu Eric. Mama naye akawa anashangaa tu kwamba hiki kinachonichuma bwana. Lakini hapa anaonekana mshikaji bwana kashatoka, mwanadada akashatoa mwili wake na kisha Mwamba katoka bwana. Hapa anakumbatiana na Paul wakiwa na furaha kweli kweli yani. Lakini ghafla Belinda naye akaja hapa akiwa amenyong'onyea kweli kweli yani, akamkumbatia mpenzi wake na kisha akamnong'oneza maneno matamu. Lakini hii siku baada ya Eric kujua kwamba mpenzi wake ametoa mwili wake kwa ajili ya yeye kutoka kituoni, akawa analia tu hapa, anasema mpenzi wangu ananipenda kweli yani, anafikia hatua mpaka kutoa mwili wake. Analia tu mshikaji, inauma, lakini tayari kashatoka, hana namna yoyote afanye nini yani. Lakini siku iliyofuata Belinda akawa anazungumza na Paul, akawa anamwambia kwamba nitamtazama vipi yani, nitamwambiaje yani, nitaongea vipi mbele yake yani, kumtazama afu nimemsaliti yani. Lakini anakuambia shemeji, yani usiwe na wasiwasi, mshikaji anajua kila kitu kwamba tayari ushautoa mwili wako kwa ajili yake, kwa anaweza kukusamehe tu. Lakini siku kaenda mpaka dukani kwake ambako anafanyia kazi, ambapo Mwamba naye kafika, akawa anamwambia unafanya nini hapa? Nilikuwa nakuja tu kukutazama. Ulikuwa unakuja kunitazama? Hebu nipishe kidogo hapa nifungue duka langu. Baada ya pale siku zikapita, wanamshikaji kasha sahau, anafuraha tu hapa. Akanamwambia kwamba niko tayari kwa ajili ya kumuoa Belinda bwana. Lakini Paul akanamwambia kwamba hivi umejipanga kuoa kweli wewe? Maana yake ndani ndugu yangu huna lolote kabisa, kitanda huna. Mshikaji kabaki na mawazo tu kwamba yani baada hata hajajipanga kuoa hapa. Lakini akasema liwalo na liwe. Hii siku bwana kakodi Kigoma kwa ajili ya kwenda kumvisha pete ya uchumba mpenzi wake. Hii ni siku ya furaha sana. Mshikaji kaitoa pete moja kwa moja kumvalisha mwanadada kuitwa Belinda. Belinda naye haamini tu kama hiki kinatokea. Lakini Mwamba kamvisha pete, wakaanza kuruka na kufurahi tu wote wawili hapa wapenda nao. Lakini wakati wanacheza hapa wanafurahi, baada ya kuvishana pete, ghafla mshikaji kuitwa Kenny naye kaja pale kwenye hilo tukio. Mwanadada akashangaa baada ya kumwona mshikaji anakuja hapa. Alipofika akawapongeza tu kuhusiana na hatua ambayo wameifikia. Lakini Mwamba akawa na hasira kweli kweli kumwona mwana mkubwa Kenny hapa, ni kama anamkumbusha machungu tu hapa. Lakini Belinda akawatuliza kwamba hajafanya chochote, hajafanya chochote maana yake usiku amkudandiana. Baadaye tunakumbushwa hapa, kumbe hiyo siku bwana ambayo alienda nyumbani kwa mshikaji Kenny, kumbe mwanadada bwana alifika pale. Lakini baada ya kufika pale Mwamba akaanza kumbusu pale kwenye mapaja, lakini mwanadada hata haoneshi mudi ya kufanya mapenzi. Mwamba akawa anamuuliza kwamba yani umekuja hapo kufanya nini sasa na hauna mudi kabisa kufanya, na umesema tunafanya kwa ajili ya kumkomboa mpenzi wako. Lakini Mwamba akamuuliza kwamba kwa nini unampenda sana Eric? Dada akasema kwamba nampenda sana Eric kwa sababu yeye ndo aliukamilisha mwanamke wangu, yani mimi kuwa mwanamke ni kwa sababu ya Eric wala sio mwanamume mwingine kabisa. Kumbe Eric bwana alizindua jimbo kabisa hapa. Lakini mwanadada akasema kwamba naomba tufanye kilichonileta, nikupe na mpenzi wangu umtoe. Lakini Mwamba akamwambia kwamba mimi sikukuita kwa ajili ya haya ambayo unayataka sasa hivi, yani nilichokuwa nataka unipe company humu ndani tulale tu mpaka asubuhi bila kufanya chochote. Dada kawa anashangaa tu, huyu mwanamume gani huyu? Na kisha Mama akasimama na akaondoka. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Lakini Eric bwana akawa haamini kabisa kile ambacho nakieleza. Yaani unanieleza ujinga gani huu? Yaani inawezekana vipi chumba kimoja mwanamume na mwanamke mnatoka tu hivi bila kufanya chochote? Lakini mshikaji akamwambia kwamba Eric, nafikiri hujamuelewa vizuri mpenzi wako. Yaani mpenzi wako ni mwanamke mzuri sana ambaye anajiamini na pia ni mwanamke ambaye ni wa thamani sana kwako. Nataka niwape kianzio hiki cha maisha, mkaanze maisha mema na mpenzi wako. Akawapa cheki ya milioni 10 bwana, ikawa ni furaha tu na kicheko. Baadaye mshikaji bwana akakumbatiana na kisha ikawa furaha tu hapa. Wakakiamsha Kigoma hapa na kisha wakaanza kucheza wote mauno kama yote, na baada ya pale bwana ikawa ni furaha tu. Na huu ndio ukawa mwisho wa mzigo wetu. Nakuomba tu subscribe na kubonyeza alama kengele na kisha upate recap za kutosha kutoka hapa Shy TZ Movie. Mimi ni Shy TZ, tukutane kwenye mzigo unaofuata. Let's go.